We Mariam. Ndio. Mbona hapa yupo? Wenda ameenda hata sehemu nyingine. Wapi? Wapi sanga niko sehemu pote tumemtafuta tumemkosa. Yuko wapi? Mariam rafiki yangu. Twende tu nyumbani. Maana Mashaka akitukuta hapa itakuwa hatari. Mimi hapa siwezi kuondoka bila huyo kaka kumpata. Siwezi nikaondoka mimi bila kumpata huyo kaka jamani. Mariam, cha kufanya twende nyumbani eti? Eti rafiki yangu. Doines. Naomba tumchukue Mariam tumpeleke nyumbani akatulize akili kwanza. Basi Mariam twende. Huyo kaka wote nimeatoka mimi singekuwa nimeenda. Sio yeye huyu. Yuko wapi kwa? Yule pale. Ndio yeye. Wa, tulia. Wa, tulia. Wa, tulia. Tulia. Wa, tulia. Tulia. Wa. Yaani sisi tunazunguka mlimani kukutafuta wewe umekaa. Tulia. Kutafuta alafu wewe una mimi sina tatizo jamani, mnanionea tu. Tulia. Wasikizeni. Hatuna muda kupoteza hapa. Tupande naye mlimani. Sawa. Wachapu huko. Simama hapo. Sasa gani jamani? Oa, chukua baby. Chapu huko. Leta hapa. Lakini mnanionea tu mimi sina kosa. Sili, sili, sili. Unaweza fichwa jambo lolote usijue. Unaweza fichwa jambo lolote usijue. Anaweza kuwa ndugu wa damu ama rafiki wa karibu. Anaweza kuwa ndugu wa damu ama rafiki wa Kijana, naomba uniambie Mariam yuko wapi? Na Mariam mmefahamiana naye vipi? Mimi Mariam simfahamu. Na kama ni yule binti alinisaidia kule mlimani, hakuna chochote kati yangu mimi na yeye zaidi tu ya msaada alionisaidia. Simfahamu na wala hanifahamu kabisa. Na kama ni hivyo, wewe ni nani? Na umefuata nini katika hiki kijiji? Mimi naitwa Joseph Simon Mabinza. Simon Mabinza? Ndio. Simon Mabinza yupi huyo? Kaka, kiukweli hata mimi sifahamu. Ila nilielekezwa tu nije katika hiki kijiji cha Lusungwa kumtafuta baba yangu. Simfahamu baba yangu na sijui anaishi sehemu gani. Ni hivyo tu. Ina maana huyo dogo anaweza kuwa ni mdogo wangu. Maana hata baba yangu asha kuniambia kuwa na mtoto, lakini hafahamu alipo. Hapana. Na huyo baba yako hujawahi kumuona? Ndio, sijawahi kumuona na wala simfahamu kabisa. Ndio maana nipo katika hiki kijiji, nimekuja kumtafuta. Sasa sikia. Nataka nikuache huru. Ila tu nataka uniambie.
Mariam mnafahamiana vipi? Ukiniambia ukweli nitakuachia. Usiponiambia ukweli nitakuacha hapa hapa, maana na usiku umeingia. Utakuwa kitoweo cha fisi. Kaka, mimi Mariam, hakuna chochote ambacho kipo, hakuna chochote kinachoendelea kati yangu mimi na Mariam zaidi ya msaada tu. Yule binti alinisaidia tu kaka, simfahamu na wala hanifahamu, ni hivyo tu. Udogo anisakawa mdogo wangu. Sawa, acha nifungulie, nitajua uko mbele. Sikia, nitakufungulia. Wewe umesema ni mtoto wa Simon Mabinzi? Sawa, itajulikana. Unaweza fichwa jambo lolote usijue. Unaweza fichwa jambo lolote usijue. Anaweza kuwa ndugu wa damu ama rafiki wa karibu. Anaweza kuwa ndugu wa damu ama rafiki wa karibu. Kaka. Naam. Ile juzi ile nilienda shambani kuangalia mahindi. Wewe yamekuwa. Kuangalia mahindi unapenda sana, ila kulima sasa. Bora hata Mungu mwambie. Maana hivi kwa kusompuka ndo wa jambo. Ila kwenda kulima Mmeshaanza. Yaani hamwezi kukaa bila kunisema. Sitokaki kwenye mioyo yenu, sio? Mtu endelee na mada zingine. Maana tunakoelekea huko. Sasa hivi na kusema wapi? Mke wangu. Yaani huwezi amini. Unakumbuka yule kijana aliyofukuzwa hapa kijijini? Eti ni mtoto wa mwenyekiti. Kaka. Joseph kumbe ni mtoto wa mwenyekiti. Joseph? Wewe jina umemjuaje? Ndio nilikuwa nayasema. Ndio maana ulikuwa unakatata kuolewa na mtoto wa mwenyekiti. Amna nikutana naye bana kusikuje kwa ameenda kuchana zangu kuni nimekutana naye. Tukajuana tu majina hamna ubaya. Wapi? Yani kaka. Kwanza hivi sikiza nikwambie. Kaka mwenyewe alikuwa anahusika kwenye hili na kumfukuza huyo kijana. Harakati zote. Saka yule kaka watu msituni. Furukuta anakuambia nusu hata wamtoe leo kaka watu kumbe mtoto wa mwenyekiti. Yaani kuna vitu. Habari? Salama, kwema. Aisee, kwema za siku? Nzuri, za siku nyingi. Namshukuru Mungu salama kwa kweli. Eti? Ndio salama. Joseph, naomba radhi kwa zile changamoto zilizotokea msituni. Maana mimi ndio chanzo ya yote haya. Naomba uniwie radhi. Mariam, sioni kama kuna sababu ya wewe kuniomba radhi katika hilo kwa sababu mimi naamini kabisa kuwa wewe ndio uliyenisaidia. Na mimi nastahili kukushukuru sana wewe kwa namna ulivyonijali, ulionyesha upendo. Kwa hiyo pengine usingekuwa wewe, mimi leo nisingekuwepo katika hiki kijiji cha Lusungwa. Kwa hiyo huruma yako wewe ndio imenifanya mimi niwepo hapa leo katika hiki kijiji cha Lusungwa. Kwa hiyo nakushukuru sana. Asante. Yaani Joseph siamini. Yaani harakati hizo zote yani za kupambana kumbe kwa unapambania ardhi yako. Ndiyo, unajua Mungu anaweza akakupitisha katika jaribu fulani, lengo tu ni kuipima imani yako. Kwa hiyo mimi naamini hili ilikuwa ni sehemu ya jaribu langu, Mungu kunipitisha katika changamoto ili nije nifahamu familia yangu. Ndiyo. Haya. Lakini kingine imekuwa kama bahati mimi kukutana na wewe kwa sababu juzi nimepata bahati ya kukaa na kaka yangu na akanieleza vitu vingi sana kuhusiana na wewe. Akajaribu kunieleza hisia zake juu yako. Na akaniambia kuwa katika kijiji cha Lusungwa karibia watu wote
wanajua kuwa anakupenda na ana malengo na wewe. Sasa alivyoniambia hivyo, akaenda mbali zaidi, akaniambia kuwa yupo tayari kumzuru mtu yeyote atakayejaribu kuwa karibu na Mariam. Sili, 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 sili. Unaweza fichwa jambo lolote usijue.